Watu wa Mungu, Mungu awabariki. Kwa majina ni mchungaji Paulo Ulaya wa kanisa la Pentecoste Faith for All National Church. Tunapatikana Uyole jijini Mbeya. Kwa muda huu napenda tutafakari pamoja neno la Mungu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 20 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope. Narudia, utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa maana kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Kwa neno hili anaposema utokapo kwenda vitani kupigana, unaweza kutafakari, wewe unaenda kwenye vita gani? Wewe ni vita gani ambao unatoka uenda kupigana? Ili neno lina maana gani kwako? Maana yake, mtu wa Mungu, maisha ni vita. Maisha ni vita. Chochote tunatamani kwenye maisha kujua ni vita. Kuipata 1000 ni vita. Kufanikiwa kwenye uchumi ni vita. Kwa hiyo maisha ni vita. Kwa wanaposema utokapo kwenda kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope. Maana yake nini? Uwe jasiri, usiogope. Pambana kwa ajili ya kesho yako. Usikubali mtu akakukatisha tamaa. Kesho yako unaiandaa leo. Wewe ndiye sababu ya Mungu kuinua kwenye maisha yako. Lazima uanze wewe kutamka kwa habari ya maisha yako. Acha kuogopa, mtu wa Mungu. Maisha ni vita. Wewe ndio unaamua unataka uwe nani. Maono yako ni yapi kwenye maisha yako? Na maono yako yatakushape. Maono yako yatakushepu ni aina gani ya watu kwenye maisha yako unatakiwa kuwa nao karibu. Kuna aina ya watu lazima uwadiriti kwenye maisha. Sio kila mtu mfanye kuwa rafiki. Maisha ni vita, mtu wa Mungu. Lazima uamue kwa ajili ya kesho yako. Kuna wengine kwenye maisha wamekuja ili kukushusha chini. Wamekuja ili potezea ile shauku ya kufanikiwa. Kwa hiyo lazima uwe na shauku ya maisha yako. Jiepushe na watu wasio sahihi. Kataa kutembea na watu wasio sahihi. Kuna watu ambao sio future yako, wakatae, wadiriti. Sio wote unaweza kutembea nao. Hata Yesu alipokuwa anachagua wanafunzi wake, hakuchukua kila mtu. Hakuchagua kila mtu. Yesu mwenyewe alichagua wanafunzi. Ukisoma ukitafsiri ile clip ile ya Yesu iliyoigizwa kwa clip ya Yesu, unaona kuna mahali alikuwa anakwenda na kumbatia huyu, mwingine anampita, anaenda huyu, mwingine anampita. Maana yake hakuchukua kuzoazoa tu. Hata wewe usizoe watu kwenye maisha. Usijikusanyie marafiki wengi kwenye maisha. Ukijikusanyia marafiki wengi, wengine ndio uangamivu wa maisha yako. Uwe makini na watu unaoenda nao kwenye maisha. Uwe makini sana. Maono yako ya kushepu, maono yako yatakuzuia hivi vitu usifanye, huku usiende, au watu wachana nao. Maono yako yatakusaidia kufika kwenye hatima yako. Kwa hiyo, mtu wa Mungu, nataka tu ujue kwamba maisha ni vita, lakini hatuwezi kwa akili zetu, hatuwezi kwa mishahara, hatuwezi kwa umaarufu. Tunaweza kwa neema ya Mungu. Kwa unapokuwa karibu na Mungu, manake Mungu anakupa neema ya kukuvusha katikati ya maadui. Anakupa neema ya kuwa mshindi katikati ya upinzani. Nami nakutamkia katika mwaka 2025, naona Mungu akupa nguvu ya kushinda katikati ya vita. Utakuwa mshindi katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru Mungu. Amen. Mungu awabariki. Amen.